Na mimi acha nikwambie, huo muziki ambao unasema kucheza ni ngumu, basi tutaucheza wote. Tunaweza kucheza wote, sio hivyo? Ngoja nikaita speaker tuje tucheze. Hivi utaishi katika haya maisha mpaka lini? Ondoka, anakuja kukuumiza huyu. Natina, mimi nipo tayari kwa lolote. Acha ubishi wewe, ondoka. Natina, kwa hiyo umeanza kunionyesha dharau kiasi kwamba unaanza kumuita mwanamume wako hapa, si ndivyo? Kwa hiyo unataka kuniambia mimi huyu mtu nimemleta au nimemuita? Mimi nilikuwa natoka zangu kule nikamuona. Ndio nilikuwa namwambia aondoke. Bwana, kama kuna kitu nimekuta unaongea naye hapa. Tumeongea nini tofauti na kumwambia aondoke jamani? Ingia ndani. Nisubiri aone. Sisi ndo kidume. Hivi ni kitu gani kinachomsumbua baba? Au ni nini kinachomsumbua? Ngoja nikamuulize ili nijue shida ni nini. Hivi shemeji, hatima dadangu kupona imekuaje? Maana naona mpaka sasa hivi umekaa kimya tu. Kuhusu dada yako ndo bado napambana. Na sasa hivi kama na 1,500,000. Kwa hiyo muda si mrefu tutampeleka akafanywe upasuaji. Hivi shemeji, huu wimbo wa taifa utauimba mpaka lini? Maana naona kila siku na kazi ya kuimba kwamba atatibiwa. Kwani huu wimbo umetungwa muda gani? Maana naona kila siku na kazi ya kuimba tu, alafu matibabu ya dadangu hayatimii. Shemeji, mbona unakuwa kama kipofu? Yaani kama huoni ninachokiingiza. Ninachoingiza unakiona. Kipato changu ni kidogo mno. Kwa hiyo kusema kujikusanya hadi kutimiza hela yote kwa pamoja ni ngumu. Na ndio maana hapa nabangaiza niweze kupata kazi zingine. Hafu shemeji, mimi nimeshindwa kukuelewa. Yaani kila siku nafunguka na visa vinakuwa ni vingi. Mbona kama kuna kitu nakitafuta? Shemeji, upole sio upumbavu. Na utakiwa kuwa mpole sana. Afu mtu akawa anakukosea kila wakati. Unaona kuna kitu nakitafuta. Unaona nichokonoa sana. Kwambia kitu kimoja. Unatakiwa ujiulize, ni kwa nini unapokuwa umelala unaota njozi nzuri, una magorofa, una mali, una hela, alafu kabla hujazishika zile mali unashtuka kwamba ina maana pale tumepewa funzo tuamke tukazitimize ndoto zetu. Shemeji, hii ni asubuhi, na asubuhi huwa ni ya baraka na sio kuzozana. Watu wanaamka kwenda kutafuta pesa, na sio wanaamka kwanza kuzozana. Shemeji, nakuheshimu. Naomba nisia kutolea maneno ambayo utayachukia na utajuta kwa nini umenisemesha. Punda ni mpole. Ndio maana utampiga atakufikisha mzigo wako, utamfanya lakini atafikisha mzigo wako. Lakini ukizidi anakulamba teke. Uwe na siku njema. Mimi ngoja nikatafute.
Max, cha kwanza nikupe hongera, maana kadri siku zinavyozidi kusogea unazidi kunifurahisha. Ni jana tu nimekupatia kazi, lakini leo umeshakamilisha kazi yangu. Hongera kwa hilo. Bila kupoteza muda, naomba hiyo picha ya wewe dada nimuone. Uko sahihi unavyosema hivyo. Ila kuna mistake kidogo ilijitokeza. Mistake? Mistake gani tena? Wakati nimempigia picha na nikiwa njiani nakuja kwako, nilivamiwa ghafla. Yaani nilishangaa tu nimepigwa ngumi. Sijajua imetokea wapi. Nikajikuta niko chali. Na kingine brother, mimi nilijua wako wawili, ila hawako wawili, wako zaidi ya wawili. Nadhani Ratina kuanzia sasa yuko hatarini. Kwa hiyo brother, kuwa makini sana. Narudia tena, kuwa makini sana. Kwa hiyo nataka kuniambia kuna watu wanamfuatilia Ratina. Na sio chini ya mtu mmoja. Ni zaidi ya mtu mmoja. Kwa maana hiyo mpaka sasa hivi Ratina yupo katika mazingira hatarishi. Hebu ngoja kwanza nimpigie simu ili niweze kujua hali yake. Halo? Mambo? Mzima? Uko wapi? Basi sawa, nakuja. Basi sawa. Mimi ngoja niende kwa Ratina maana ameniambia yuko nyumbani. Tutawasiliana zaidi. Kester, nashukuru kwanza kwa kuitikia wito wangu. Nitaka nikuite hapa tuweze kuongea. Ndio maana nikakuita sehemu kama hii ambayo kidogo kuna utulivu, tuweze kuongea na kuyaweka mambo sawa. Mimi kwa upande wangu nimefurahi sana utendaji wako wa kazi. Na kwa jinsi ile mission yetu inavyokwenda, naona umeipeleka kazi kama jinsi ninavyotaka. Sasa nilikuwa nakuomba jambo moja. Yaani lazima tuhakikishe huu mpango unakwenda kama tulivyokuwa tunataka, hasa kutokana na plani au jinsi nilivyokuwa nimembana Zungu. Sijui unasemaje kwenye hili? Ni kweli. Sisi wenyewe tupo vizuri sana katika kazi yetu tunayoifanya. Na nilikuja tu kuuliza ili nijue kwamba huyo mtu tupo pamoja naye kwenye kazi tunayoifanya ama la. Ila kwa kuwa umetupa ruksa wewe mwenyewe wa kuifanya hii kazi, sidhani kama mtu yeyote ataifuatilia hii kazi tunayoifanya sisi kama tutamwacha salama. Hakika tutammaliza. Sawa, mimi nimekuelewa. Sasa kuna kitu kimoja ambacho nilikuwa nataka nikukumbushe. Kwa sababu tayari tushaingia kwenye hii plan. Mimi sasa hivi simwamini mtu yeyote. Kutokana na hizi changamoto nilizokutana nazo, mambo haya niliyokutana nayo, babake na Zungu, mimi simwamini mtu yeyote. Sijui unasemaje? Nadhani mambo yote kuanzia hapa yatakuwa sawa. Sidhani kama kuna kitu kingine ambacho kitaharibu mishi tunayoifuatilia. Sawa, mimi nitaangalia jinsi gani. Nasubiri sasa hivi kitu muhimu ninachofanya, nasubiri hizo picha kwa sababu Zungu kaniahidi, kaniambia ataniletea yule kijana moja kwa moja mpaka yani atamleta mbele yangu nimuone. Na nahisi kama vile sijajua, nataka tu nijue Zungu ataifanya kazi yake ipasavyo. Kama atafanya kazi yake ipasavyo, basi mimi imani yangu itarudi. Na nadhani utakuwa umebolti. Ndio. Twenzetu. Uvumilivu ni silaha ya wenye ndoto kubwa. Kuna wakati mwili unaniambia niache, lakini moyo unanikumbusha. Unaniambia kwa nini ulianza. Ama kweli
Huwezi kumforce mtu akupende au kulazimisha mtu akupende au kulazimisha mtu akuelewe. Kwa sasa Mpinga yupo kwangu, lakini moyo wake haupo kwangu kabisa. Ila ngoja niache linyeshe, tuone panapovuja. Halo mzee. Mzee shikamoo. Hapana, siko naye hapa sasa hivi. Animlete kesho. Sawa. Haya. Halo, uko wapi? Niko tu hapa mtaani, maana nilikuwa nazunguka natafuta kazi. Sasa naona kazi imekuwa kipengele, kwa nilikuwa nataka nirudi nyumbani nikapumzike tu. Sasa yule mzee kanipigia simu, ameniambia nikupeleke kesho mapema sana asubuhi. Ama kweli Mungu amtupe mja wake. Leo kama usikia kilio changu. Kwa hiyo kesho saa ngapi sasa niamke? Kesho mapema sana asubuhi. Alafu inatakiwa uvae vizuri upendeze ili kuficha umaskini. Na nadhani nguo za kubadilisha siku 2-3 unazo. Alafu usisahau uvae na kile kiatu basi nilichokupatia. Basi mimi asubuhi mapema nitakuwepo hapo. Na sio kwamba ndio ifike hatua saa nikupigie tena simu afu usipokee. Basi sawa. Uvae basi na kile kiatu nilichokupatia. Sawa kaka. Wala ndo sijali ndugu yangu. Maana kama ulinipa pesa ili niweze kupendeza, siwezi kukuangusha. Haya kaka. Ama kweli. Alhamdulillah. Niliomba Mungu ili na mimi anipe kazi, na nimepata kazi. Pita. Karibu.